Nini kinaendelea Mashariki ya Kati? Mgogoro mkubwa, mashambulio ya direct kabisa kati ya Israel pamoja na Iran. So tunataka tuangalie ni sababu zipi ambazo zimepelekea Iran pamoja na Israel kushambuliana. Sababu zile za kina ambazo pengine huwezi kuzipata kwenye mitandao, pengine huwezi kuzipata kwenye mainstream media house kubwa uone zikitangaza, lakini tunataka tuchambue huu mgogoro umeanzia wapi kwa kina zaidi. Ni kwa namna gani Russia, Urusi anahusika, lakini ni kwa namna gani USA, Marekani wanahusika moja kwa moja ama indirect kuna hivi vita ambavyo vinaendelea, mashambulizi kati ya Israel pamoja na Iran. Sasa ili uelewe huu mgogoro kwa kiasi kikubwa, so tunatakiwa tuiangalie miaka miwili ambayo pengine inaweza kawa ni source ama ikatuongoza zaidi kwenye hivi vita. So tunaweza tukaanzia kwanza 1948. Huu ni mwaka ambao taifa la Kizayuni, taifa la Israeli lilikuwa linaanzishwa ndani ya mipaka ya Palestina. Lakini pia tunaruka miaka mingine, tunakuja mwaka 1979. Hapa taifa ama mapinduzi ya Kiislamu yalikuwa yamefanyika pale Iran, na uongozi mpya ambao unafuata sheria za Kiislamu unachukua hatamu. Ni mapinduzi ya Kiislamu alifanyika pale ndani ya Iran mwaka 1979, na tunaona utawala ama uongozi wa Kiislamu ambao unasimamiwa na sheria za kidini unashika hatamu. Ilikuwa ni mwaka 1979. Sasa hii ni miaka ambayo tunatakiwa tuizingatie zaidi. Tayari taifa la Kiisraeli lishaanzishwa mwaka 1948, mapinduzi ya Kiislamu ndani ya Irani mwaka 1979 yanafanyika. Sasa hapa ndo kuna mgogoro ambapo unaanzia mwaka 1979, pale ambapo Iran ama uongozi mpya wa Kiislamu unatamka kwamba Israeli ni taifa adui kwa Uislamu na ni taifa ambalo inabidi lipotee ndani ya mipaka ya Palestina. So Iran inaamini kwamba Israeli kiko ndani ya mipaka ya Palestina, haitambui Israeli kama ni taifa. Umeona mgogoro unaanzia hapo, na siku zote Israeli wamekuwa wakijilinda na wakiona kwamba movement za Irani kuungwa mkono, ushawishi ndani ya Middle East unaashiria kwamba uhatari wa uwepo wa taifa lao. So huo mgogoro tunatakiwa tuanzie kuuchunguza katika hii miaka miwili ambayo nimekutajia, japo kuna interval kubwa ya miaka kutoka 1948 hadi hapa 1979 kuna matukio mengi ambayo yametokea, lakini kwa juu kidogo tunatakiwa tuelewe hivyo na tuende katika zile deep point ambazo zitatupa picha kubwa kwa nini kuna mgogoro kati ya Iran pamoja na Israel. Na siku zote unatakiwa ufahamu sababu za vita hazijawahi kubadilika. Sababu za taifa fulani kugombana na taifa fulani siku zote hazijawahi kubadilika. Miaka na miaka ya nyuma sababu ni zile zile. Na sababu kuu za kivita zinakuwa ni kama hizi hapa. Kwanza, aina ya utamaduni, lakini pia dini, ideology ya kidini, lakini pia siasa. Kuna sababu nyingine, sababu ya kijeshi, lakini kuna sababu nyingine ya geographical area. Hizi ni sababu kubwa sana ambazo zinapelekea vita. Utanielewa vizuri. Na anakuambia empire fought by war, peace for the weak and the women. Watu ambao wamekuwa wakipigana vita, mataifa makubwa yanaelewa hili hapo kwamba peace for the weak and the women. Empire always fought by war. Yani empire yote inajengwa kwa vita. Amani ni kwa wanawake na watu dhaifu. So ili ukitaka uwe mtu strong na mtu ambaye unaheshimika, lazima upigane vita na uweze kushinda hivyo vita na uoneshe msimamo wako na namna gani ambavyo wewe uko strong. Sasa hivi vita kila upande kuna watu ambao wanaunga mkono, mataifa makubwa yanaunga mkono. So tukija kwa Iran, taifa ambalo linamuunga mkono, taifa kubwa ambalo linamuunga mkono Iran ni Russia, lakini pia kuna China. China pia wamekuwa wakimuunga mkono Iran kutokana na sera zao, yani sera za uongozi ni sera ambazo kidogo zinafanana. Lakini pia nchi nyingi za Ulaya zimekuwa zikimuunga mkono Israeli.
Marekani hiyo yuko wazi kabisa, Uingereza hiyo yuko wazi kabisa, wanamuunga mkono Israel. Sasa tuangalie kwa udogo ama kwa uchache zaidi, ni kwa nini Marekani anamuunga mkono Israel. Marekani anamuunga mkono Israel. Israeli kwa Marekani ni kama kambi ama ni eneo ambalo lipo kimkakati kwa ajili ya kuweza kuicontrol Middle East. Lakini pia ukija kwa Russia ni vile vile, Iran ni eneo ambalo analitumia kama sehemu yake sahihi ya kuweza kutafuta ushawishi na uungwaji mkono ndani ya Middle East. Kwa tunarudi pale pale kuna sababu kwamba vita sababu zake ni zile zile. Geographical area inaweza kuwa ni moja ya sababu ambayo inapelekea kutokea kwa vita. Sasa ukiachana na hizi sababu ambazo zimetokea juzi tu hapa mwezi huu, Israeli kushambulia sehemu za Iran, lakini pia kumuua kiongozi wa majeshi wa Iran, au sio, ndio imepelekea sababu sasa pia Iran kuweza kujibu mashambulizi direct, makombora mengi ambayo yameenda kule Israel. Japo sasa hizo diplomasia inahusika, watu wanasolve migogoro ili vita isije ikatanuka kutoka Middle East kwenda sehemu zingine. Sasa unapata picha namna gani ambavyo sababu kama sababu za kidini, geographical area, sababu za kisiasa, utamaduni, namna gani ambavyo unaweza kaamua ugomvi baina sehemu fulani na sehemu fulani. Sasa nimekuambia kwamba tutaangalia zile sababu za kina zaidi, ni kwa namna gani ambavyo Israel pamoja na Iran wamekuwa maadui hadi kupelekea huu uhasama ambao umetokea hivi sasa. Kuna sababu ambazo tumezitaja hapo, lakini nikakwambia kwamba tutaangalia zile sababu za ndani kabisa, ni kwa sababu gani huu ugomvi unatokea. Kuna sababu kadhaa ambazo zinamfanya Israel aweze kuiogopa nchi ya Iran. Kwanza, mkakati wa Iran kurutubisha madini ambayo yanahusika katika utengenezaji wa mabomu ya nuclear. Ama mradi wa nuclear wa Iran ni mradi ambao umekuwa ukipingwa sana na taifa la Israel. Kwa nini Israel anapinga mradi wa uwezeshaji ama mradi wa kutengeneza mitambo ambayo ya nuclear? Mpango wa Iran unapingwa sana na Israel. Israel anaogopa kwamba urutubishaji wa nuclear wa Iran, japo Iran amekuwa akisema kwamba urutubishaji wake wa nuclear ni urutubishaji safi ambao anataka atumie katika nishati ya uzalishaji wa umeme, lakini Israel amekuwa akiogopa sana kwamba atakuja kufikia hatua na kumiliki bomu la nuclear. Na siku zote viongozi wakuu wa Iran wamekuwa wakizungumza kwamba wana nia ya kulifuta taifa la Kizayuni, taifa la Israeli ndani ya mipaka ya Palestina. Wanaamini kwamba Israeli iko ndani ya mipaka ya Palestina. Na geographical area ya Israeli ni ndogo sana. Kwa bomu la nuclear linaweza likaathiri eneo kubwa sana ama kuifuta kabisa kizazi cha Kizayuni ambacho kiko ndani ya mipaka ya Palestina. Kwa hiyo naamini kwamba Iran ikija kumiliki bomu la nuclear itakuwa ni janga kubwa ama ni ishara kwamba ni ishara wao kupotea kwenye ramani ya dunia. Kwa hiyo hawataki hadi ifikia hatua ya Iran kuweza kuandaa bomu la nuclear ikapelekea wao kuwa na mashaka ya kuishi kwenye hii dunia. Kwa hiyo Israel anakuwa anatumia sababu hiyo kuwashambulia Iran ama kuwaua watafiti wengi ambao wamekuwa wakitafiti masuala ya kinyuklia, wanasayansi wa Iran, ili Iran isiweze kufanikisha hilo jambo. Lakini kuna sababu ambayo nimekuambia, geographical area, Mashariki ya Kati kuna nini, au sio? Tunafahamu rasilimali ambazo zimekuwa zikipatikana Middle East. Kwa hiyo geographical area ya Middle East inamfanya sasa Israel pia atafute ushawishi, na mtu ambaye anamtumia ni Marekani. Marekani anataka kuwa na ushawishi ama kulidhibiti eneo la Middle East. Kwa hiyo anamtumia Israel kwa ajili ya kuweza kulicontrol hilo eneo katika upande wa kijasusi, kupata taarifa, lakini pia katika upande wa kulidhibiti hilo eneo kijeshi. Marekani amekuwa akimtumia Israel. Ni kwa nini sasa amekuwa akipambana na Iran? Kwa sababu Iran pia ni taifa ambalo lina ushawishi mkubwa, ni taifa ambalo lina uungwaji mkono mkubwa. Kuna mataifa mengi ambayo yanamtazama Iran kama ni taifa ambalo
tetezi, taifa tetezi, kwamba tunapoonewa basi teknolojia ya kijeshi, msaada wa kijeshi, msaada wa taarifa za kijasusi tunaweza tukazipata kutoka kwenye taifa la Iran. Kwa hiyo kwa namna hiyo tu inamfanya Israel pamoja na Iran wasiweze kuelewana. Lakini ile kauli ya mwaka 1979 kipindi cha mapinduzi kabisa ya Irani, ambapo serikali ya kidini inashika hatamu, mapinduzi ya kidini yanafanyika pale, viongozi wakuu kabisa wa taifa la Irani walitamka kwamba Israeli ni taifa adui kwa Uislamu. Kwa hiyo kuna sababu ya kidini hapo. Wairani wanaona kama taifa la Israeli ama Wazayuni ni adui kwa Uislamu. Kwa hiyo tunakuja katika sababu ya kidini pia ambayo inaweza ikaamua hivyo vita. Lakini hili ni eneo mkakati katika upande wa mataifa ya Ulaya, lakini pia na Asia. Asia pia kama China ni watu ambao wanalitumia ili eneo kama eneo mkakati katika utekelezaji wa mambo yao, ikiwepo pia Russia, pia Amerika, Canada, lakini pia Uingereza wanalitumia ili eneo kama eneo mkakati. Eneo mkakati kivipi? Ni eneo ambalo lina machafuko mengi sana, ni eneo ambalo pia lina vikundi vingi sana vya kigaidi. Katika tafsiri fulani kuna vikundi vya kigaidi kule ndani, japo wenyewe ndani ya ile eneo hawavitambui kama vikundi vya kigaidi, wanazitambua kama ni vikundi vya kupigania haki, mfano kama Islamic Jihad ambacho kiko pale Gaza, pamoja na Hamas na wale Hezbollah ambao wako Lebanon. Wenyewe hawatambui kama ni makundi ya kiasi, ni makundi ambayo yanapigania haki. Haki zidi ya nani? Haki zidi ya wakandamizaji. Mkandamizaji ni nani? Of course wanafahamika. Sasa watu wa Ulaya wanaitumia kama taifa la Israeli kama ni eneo fulani vya Middle East, ni eneo la kimkakati katika kupata taarifa za kijasusi, lakini pia majaribio ya silaha, kwa sababu ni sehemu ambayo kuna vita vinapiganwa sana. Majaribio ya silaha kama silaha za ulinzi, mifumo ya ulinzi pia ni silaha. Yani kutengeneza silaha lazima uwe na sehemu ya kuweza kuzitest. Una mitambo yako ya ulinzi, lazima uwe na sehemu ya kutest hiyo mitambo yako ya ulinzi, utaiboreshaje? Unatakiwa ufahamu ikipitia changamoto fulani unaboresha vipi. Kwa hiyo sehemu ambayo inatumika sana ni pale Middle East. Lakini Middle East pia kuna utajiri mkubwa sana wa mafuta. Tunafahamu mafuta jinsi ambavyo yamekuwa kiamua kwa kiasi fulani uchumi wa dunia uwe vipi. Kwa hiyo kwa juu tunaweza tukaona kwamba sababu ambazo zinapelekea taifa la Irani pamoja na Israel kupigana, tunaweza tukazichukulia labda sababu kubwa ambayo imekuwa ikizungumzwa labda ni sababu ya kidini. Kuna sababu nyingine ambazo pia hazisemwi. Lakini pia tukiangalia kama Irani amekuwa kiungwa mkono na Syria pamoja na Iraki. Lakini pia Israel amekuwa kiungwa pale Middle East, amekuwa kiungwa mkono na nchi za Middle East kama Misri pamoja na Jordan. Ni nchi ambazo zimejiweka wazi namna gani ambavyo zinamuunga mkono Israel. Na tumeona Israel namna gani ambavyo amekuwa akipambana ama amekuwa akishambulia kambi za jeshi la Irani kule ndani ya Syria pamoja na Iraki. Umeona? Kwa hiyo unaona kwamba mashambulizi yamekuwa yakifanyika indirect, lakini this time yamekuwa yakifanyika direct. Kwa sababu kubwa ambazo zimepelekea kutokea kwa migongano ya kivita ama msuguano wa kivita kidiplomasia kati ya Irani pamoja na Israel. Nimekutajia sababu hizo hapo ambazo pengine inatajwa sababu moja tu, lakini sababu kama za geographical area, sababu za kisiasa, sababu za kijeshi na kiuchumi ni sababu ambazo hazizungumzwi sana. Inazungumzwa tu kwa sababu ya kidini. Tunafahamu Irani ni taifa la Kiislamu, lakini pia Israel ni taifa la Kizayuni ambao linafuata sasa demokrasia ya kidunia. Uongozi wake inafuata demokrasia ya kidunia kile ambayo inafanana na Marekani. Lakini kija Iran ni mfumo wa uongozi ambao unaendeshwa kwa misingi ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaweza kupata dondoo zile ambazo pengine hazizungumzwi kwenye media mainstream, ni kitu gani ambacho kinaendelea baina ya Israel pamoja na
na Iran. Kwa hiyo msuguano, mataifa makubwa kama Amerika pamoja na Russia yanaangalia na yanatupa karata zao vizuri zaidi, hata namna ya kufanya diplomasia wanatupa karata zao vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba huu msuguano hautanuki, hautoke nje ya Middle East, kwa sababu Marekani akiingia direct kumshambulia Iran, pia itambidi Russia aingie direct pia kuweza kumsupport. Kwa hiyo utaona kwamba huu mgongano unaweza kawa mkubwa sana. Kwa hiyo mataifa makubwa yamekuwa kijaribu kutumia diplomasia na kusuluhisha namna gani ambavyo huu mgogoro unaweza ukaisha. Kwa hiyo hatuangalii nani best, nani ambaye ana mifumo mizuri, nani ambaye ameshinda vita. Tumeangalia ni kwa namna gani ambavyo hivi vita vimetokea, ni uhasama ulianzia muda gani. Nimekwambia kabisa tunatakiwa tuiangalie miaka miwili ambayo ina matukio tofauti, mwaka 1948 na mwaka 1979. Hii ni miaka ambayo iliamua hiki ambacho kinaendelea. Next time tutaangalia ni kwa nini ama namna gani ambavyo zilimfanya Israeli aweze kushambulia kwa mara ya kwanza vinu vya nyuklia ama mitambo ya kinyuklia kwa kutumia cyber attack, kurusha virusi kwenye mitambo ya Iran na kusababisha mpango wa kwanza wa awali kabisa wa Iran wa kumiliki bomu la nyuklia kufeli. Tutaangalia ni sababu zipi ambazo zilimfanikisha pia Israeli kutekeleza hilo